Watoto akina mama wanateseka. Mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Babu, babu. Karibuni sana. Asanteni sana babu. Mbona ghafla mno? Niwasaidie nini? Babu, katika imani yetu hakuna amani kabisa, wala hakuna maelewano. Tumeamua tuje kwako kwa sababu wewe ndio mzee ambao tumebaki nawe katika vijiji vyetu vyote vilivyo hapa. Ili tuangalie namna gani unaweza kutusaidia. Kwani kuna kitu gani ambacho kimetokea kwenye kijiji chenu mpaka mnakuja hapa? Kitu gani kinaendelea? Asante babu. Huu mwaka tulikuwa tumejiandaa kwa sababu ya tohara upande wa ukeketaji wa wanawake. Lakini baada ya hilo kuliandaa katika jamii yote wametugeuka. Hawataki watoto wao wakeketwe. Mpaka imefikia wameanza kuwatorosha watoto wao kuwapeleka mjini. Tukaona tulete taarifa kwako mapema kabla mambo hayajaribika sana. Imefikia mpaka wale ambao nipo nao ambao ndio wasaidizi wangu na wao wamenigeuka. Kwa kifupi hajatokea madhara yoyote, ila kuna dalili zote za uvunjifu wa amani katika eneo letu. Hivyo tukaona si vema tukiendelea kuyafumbia macho. Ni bora tuje kwa mzee wetu ili tuweze kupata hekima zako na kujua nini cha kufanya. Hiyo ni shida. Hilo ni tatizo. Na mkichelewa linaweza likatokea baya. Maana mizimu itakuwa imeshakasirika. Nimewasikia wajukuu zangu. Poleni sana. Asante sana babu. Poleni. Mimi nitawasaidia. Kama mlivyosema, mimi ndo mzee wa mila. Kijiji jirani, vijiji vyote vinavyonizunguka, mimi ndo mzee wao. Nitafanya hivyo na mtaishi kwa amani. Naomba mtangulie, mimi nakuja. Ile furaha ya kijiji imeshatoweka. Hakuna babu wala bibi wa kuaminika. Ni kiongozi wa mila zetu, yeye amerisishwa na mababu zetu. Tazama himaya yetu hakuna elimu, ila kukicha ni kumwaga damu. Utasikia mkimbize haraka kamatwa kakeketwa, katokwa damu nyingi, yana tumemzika. Mtetezi kawa adui, wema hatumjui, maisha adili. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tangulieni, mimi nakuja, ndio nimeshafika sasa. Asante sana mzee. Karibu sana. Asante sana. Na imani ujio wako utakuwa ujio wa baraka. Hata mimi nimefurahi sana. Naamini kabisa ujio wangu utaleta amani katika nyumba yenu. Sawa sawa mzee wa mimi. Ndio maana mzee nakuamini. Najua kwamba wewe ndio mzee peke yake uliyebaki katika himaya hii ambaye una uwezo wa kututatulia matatizo yote yanayosumbua.
Ndio maana na mimi nilijua kwamba nikija kwako hakuna litakaloharibika. Nataka kusema kwamba nyinyi mlikosea, mlikosea sana. Hamkuwatumia hawa walinzi kuwadhibiti mabinti, ndio maana wakawa wengine wanawatorosha. Hawa wanatakiwa wadhibitiwe kwanza, halafu ndio tendo lifanyike, lakini nyinyi hamkufanya hivyo. Lakini mimi nadhani nimeshafika na hakikisha wanadhibitiwa, wanadhibitiwa, wana himaya hii, mabinti zao hawawezi kutoroka. Kuna vitu mimi nitavifanya, tumekuja kuweka mkakati pamoja nao, tuhakikishe wanapita pembe nne zote za hii himaya, wanawadhibiti wana himaya, wawachukue mabinti zao wakawafanyia tohara. Hicho ndo kilichonileta cha kwanza kabisa. Naomba nimekuja hapa kwa vitendo, sasa vimebaki vitendo. Tuhakikishe mila yetu inafanyika, mabinti wanafanyiwa tohara, hakuna vinginevyo, hakuna kuogopa kitu, mila zifanyike. Hatuwezi kukamilisha usungu katika himaya wakati mimi niko hai. Lazima hivi vifanyike, lakini hatuwezi kulifanya hivi. Mke wako yuko wapi? Mzee, kama nilivyokuambia kwamba katika himaya hii kuna watu ambao ni wasaidizi wangu, wamegeuka, wamekuwa adui, wanafanya mambo ambayo sio, wamenigeuka. Ni mmoja wapo na yeye. Kwa hiyo kulingana na mambo yale ambayo anafanya mpaka ameanza kugombana na wana himaya, nimeamua kumrudisha nyumbani kwao ili aende akajifunze kwanza. Umekosea sana. Yule ni mkeo, anajua siri zote za mizimu. Unafikiri kitendo cha kumfukuza hawezi kwenda kutoa siri? Inapendeza? Haipendezi. Nataka arudi haraka sana, tutekeleze hilo na mkeo akiwepo. Yule binti uliokuja naye, ukoje naye yule? Ulikuja naye pale nyumbani? Yule ni msaidizi katika himaya hii ambaye alikuwa anamsaidia mke wangu kazi za hapa nyumbani. Naomba nitie. Masa! Masa! Binti, mimi nimekuita hapa. Mkewe huyu unafahamu? Unamfahamu alipo? Nenda kamwambie mzee wa mizimu anakuita. Sawa? Haya, kazi kwako. Asante, unaweza ukaenda. Bwana, mimi nimeshamaliza tayari. Tukae tupange mipango, mila zetu zitekelezwe kama zilivyopangwa na wazee wetu. Angalia sana, ogopa sana mila, mtakuja kuangamia hapa, mtazusha mambo mengine ya hatari hapa, mtasababisha mpaka ukame katika hii himaya, mtasababisha vifo katika hii himaya. Nilikwambia mengi wakati wewe unapata huu usimamizi wa mila zetu. Kulisi wajane mara mitala, mila zetu. Watoto akina mama wanateseka, mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Tusikiuke mila, mila ifuate kama ilikotokea na sisi tuiendeleze. Hatuwezi kupindisha mila, hatuwezi kukeuka mila, tutaifuata kama inavyotaka mila.
Sasa zoezi la leo, kwa kuwa walinzi wote mpo nyumba kwa nyumba, na kanambia mkuu hapa kwamba kunasikia kuna binti hapa ametoroshwa. Mkuu, unafahamu hapo alipo? Napafahamu vizuri hapo alipofichwa. Napafahamu kwa sababu nilishaagiza mpaka walinzi wangu mmoja wapo mlinzi alishaenda pale mpaka alishahakikisha upelelezi kamili ulishakamilika kila kitu. Zoezi letu la leo nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba. Tunaanzana na hapo. Mila zetu kulisiwa jane mara mitara, mila zetu watoto akina mama wanateseka. Mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Yeah, yeah, yeah. Ile furaha ya kijiji imeshatoweka, hakuna babu wala bibi wa kuaminika. Ni kiongozi wa mila zetu, yeye amerisishwa na mababu zetu. Tazama himaya yetu, hakuna elimu, ila kukicha ni kumwaga damu.